Baada ya muda mrefu kujua nini maana ya uwekezaji, hatimaye kutoka supporter wangu mkuu ambaye anaitwa Amani aliniuliza anahitaji kujua zaidi kuhusu M-Wekeza. Basi hii video ni kwa ajili ya wote ambao wanataka kujua M-Wekeza. Leo nimeleta hii video, tofauti gani kati ya M-Wekeza na CRDB Samia Bond. Kabla tuendelea, ningependa kuwashukuru sana subscriber wangu kwa kuweza kusupport. Please angalia hii video hadi mwisho. Hakikisha una like hii video, kwa sababu unapo like hii video watu wengi wanapata nafasi kuangalia hii video kwa mara nyingi zaidi. Kama ilivyo kwa ada, sitachoka kuonesha kwa sasa tuna subscriber 813. Ndani ya mwezi huu wa Aprili tunaamini tutafika watu subscriber 1000, na vile tuna merchandise, kwa vile tuna washindi mug na washindi t-shirt. Kwa yote utahitaji order mapema, kwa sababu ni kitu mudushe au ni kitu kizuri sana, utafurahia. Timu washindi, tuna washindi mug na washindi t-shirts, ambao kama unahitaji washindi t-shirts ni kwa shilingi 35 tu, washindi mug ni kwa shilingi 30 tu. Link iko chini hapo ya WhatsApp, unaweza ukaanza na neno M-Wekeza. Ili neno sio jipya kwenye masikio yako, inawezekana umesikia katika radio au umesikia kwenye TV katika matangazo katika mitandao ya kijamii au Instagram. Kiufupi, M-Wekeza ni aina ya uwekezaji ambao unasimamiwa na Vodacom. Vodacom amechukua haya mamlaka au amechukua hii huduma au fursa kwa wewe mwekezaji ambaye unataka kuwekeza kiurahisi, kiharaka na kiusalama zaidi, kutumia simu yako ya mkononi ili kuweza kufanya uwekezaji. Kwa hiyo inapunguza ile muda ya maswali mengi, kupanga foleni kwenda sehemu au vitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe na simu yako unaweza ukadial tu mara moja *150 *00 ama leli, ukafuata taratibu ukajiunga na M-Wekeza. Usijali, nitawaelekeza njia ambao unaweza kuwekeza M-Wekeza kiurahisi kwa kutumia simu. Video yake itakuja separate na hii. So kwa watu ambao wajue kiundani zaidi M-Wekeza ni nini, kwa kitaalamu M-Wekeza tunaweza kusema ni money market fund. Ni aina ya uwekezaji wa muda mfupi ambapo unamsaidia mwekezaji kupata faida ya uwekezaji ndani ya muda mfupi. So kitu kingine unaweza kujiuliza, je, M-Wekeza wanasimamia hizi pesa wenyewe au wana wataalamu wa jinsi ya kuzikuza hizi pesa? Hapo ndo kitu kinachoitwa joint venture au joint agreement ambazo zinaingia kati ya taasisi mbili. Kwanza kati ya Vodacom na M-Pesa na taasisi inayoitwa Sanlam. So M-Pesa au Vodacom wana act as custodian. Custodian maana yake wao ni wawakilishi wa kutunza pesa kiusalama, na Sanlam hao ndio wana deal na management na hizo pesa, ni kuhakikisha hizo pesa unazowekeza zinaweza kupata gawio husika, na gawio ni maximum per year ni 13%. Kwa hiyo inaweza kuwa 13.13 au 13 kwa chini, lakini ni hadi 13% uwekezaji wako unaweza kupata. So unaweza kujiuliza kwa nini aina uwekezaji unakuwa salama? Kwa sababu Sanlam kama management hana nafasi ya kuwa karibu na pesa za mwekezaji, kwa sababu zinakuwa under custodian ya Vodacom, na Vodacom kama custodian hana nafasi kuzimanage zile pesa, kwa sababu yeye kazi yake tu ni kuhakikisha anatunza pesa za uwekezaji. Kwa kazi ya kumanage hizo pesa zinakuwa kazi ya Sanlam. So joint venture hawa watu wawili zinahakikisha usalama na ubora, na pia kama unavyojua haya yote yameandikishwa au yanasimamiwa na dhamana kuu CMCA, ambao wapo hapa kuhakikisha uwekezaji wako unakuwa salama na uhakika. So faida yake hii M-Wekeza ni nini? Kwanza ni haraka.
kwa sababu hauhitaji mambo ya kujaza fomu, kwenda sehemu au vitu kama hivyo. Wewe tu na simu yako unaanza nyota 150 nyota 00 ya mareli, unaweka details zako, unakubali vigezo na masharti, unaanza kuwekezaji. Kima cha chini shilingi 10,000, unaweza kuongeza 1,000 na zaidi kila unapohitaji kuwekeza. Kingine kuna uharaka, salama na uharaka. Kingine ni rahisi kuingia na kutoka. Ni kwamba ukihitaji pesa zako unaweza kutoa muda wote utakavyo. Tofauti na CRDB Samia Bond ambao nitaongelea, kutoa pesa muda wote, hauhitaji kusubiria foleni, ni wewe na simu yako unaamua unatoa. Na pia inasaidia kujenga pesa ndani ya muda mfupi. Kwa wale ambao wanahitaji kutengeneza pesa zao kwa muda mfupi na sani, hii ni njia salama zaidi, kwa sababu wanatoa hadi 13%, ambayo hata ukienda benki husika hauwezi kupata hiyo rate ukiweza fixed deposit ukiweka kwa mwaka mmoja. Mara nyingi zinakuwa 10%, 9%, lakini 13% nadhani ni kitu kizuri sana cha wewe mwekezaji kupata. Na hii na furaha ya 4 ni kwamba sasa hivi Afrika au Tanzania tunakuja na aina uwekezaji ambao unaendana kikwetu kwetu. Uwekezaji ni rahisi kwa mtu Mtanzania ambaye hata kama yuko kijijini, hata kama yuko polini, hata kama hana elimu tosha, akipewa elimu tu kwa urahisi na usalama wake ni rahisi kuwekeza. So pesa hizi zinapokusanya zinaweza kuwekeza wapi? Tunaweza kuwekeza katika money market. Money market kuna dhamana za muda mfupi, kuna dhamana zile za treasury bills, zile dhamana za mwaka mmoja. Kwa wanachofanya wanawekeza katika masoko mafupi, ambayo masoko muda mfupi akipata faida, zile faida zinakuja kwa wawekezaji. So wewe kama wewe unadhani mwekeza ina faida gani, au umeshaanza kutumia mwekeza? Tafadhali comment hapo chini uniambie kama umeshaanza kutumia mwekeza. Hasara zake, nadhani hasara ni vile ni kitu ambacho inahitaji elimu ya kujua. So kama mtu hajajua vizuri jinsi hizi money market zinafanya, kwamba sometimes zinaweza zikapanda, sometimes zinaweza kushuka. Kwa hiyo unatakiwa uwe na utaalamu na umakini na kujua kama huu ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. So tukianza na mwekeza, nadhani hii ni kiufupi kuhusu mwekeza. Labda kama una maswali yoyote, please shusha comment yako chini. Ensure una like video, una share kwa watu wengi ili waweze kujifunza kuhusu mwekeza. Upande wa pili tunakuja katika CRDB Samia Bonds. Hii ni aina uwekezaji ambao ulianzishwa kwa ajili ya kusaidia serikali kuweza kuendeleza project zake za miundombinu. Kwa Kiingereza huwa ilikuwa inaitwa CRDB Samia Infrastructure Bond. Kwa hiyo ilikuwa inawasaidia serikali chini ya TARURA kuweza kuendeleza miradi yao ya kuboresha miundombinu kama barabara, madaraja, ili kuwezesha uchumi uende vizuri, kwa sababu bila hivi vitu uchumi unakuwa mgumu. Bila barabara mzuri unashindwa kufika kwa wakati, bila service nzuri ya magari unashindwa kufanya vizuri, bila madaraja, vitu kama hivyo. So CRDB Samia Bond ilikuwa inasaidia katika swala la kuboresha miundombinu ya serikali. So katika uwekezaji wao walikuwa na time period. Kumbuka mwekeza kwanza haina time period, kwamba unaweka hela zako, ukipitisha mwaka kuna asilimia zako unapata za uwekezaji. Lakini katika CRDB Samia Bond ilikuwa na time frame. Time frame ya Samia Bond ilikuwa 5 years, kwamba kwa miaka 5 ukiwekeza kuanzia mwaka jana mpaka 2029 utakuwa mwisho wa huo mfuko, na guarantee rate ya 12%. So bonds siku zote
guarantee rate ya 12%, ambayo ni uhakika kwamba ipande kishuke au ifanya nini, lakini 12% ya pesa zako zitarudishwa. 12% ya pesa zako utapata faida ya amana yako kwa kila mwaka. So kwa CRDB Samia Bond hiyo ni faida moja wapo, lakini katika Mwekeza haigarantii, imesema hadi 13%. Kwa inaweza ikazidi au ikapungua kidogo. So inategemea na soko la uwekezaji litavyokuwa. Cha pili kwamba katika Mwekeza pesa unaweza ukatoa muda wowote utakavyo. Unaweza kuweka pesa muda wowote na kutoa pesa muda wote. Lakini katika upande wa CRDB Samia Bond unaruhusiwa kutoa pesa pale ambapo siku ya kutoa gawio utapopewa. Na katika CRDB Samia Bond kutoa gawio ni mara 4 kwa mwaka. So mara 4 kwa mwaka simply unaweza kusema kila baada ya miezi mitatu utaweza kupata gawio lako. So kama umewekeza shilingi zako ila kadhaa, unatakiwa upewe milioni 1. Hiyo milioni 1 utagawanya kwa mara 4 na utapewa hiyo hela yako kwa hiyo miezi, kila baada ya miezi mitatu. Upande mwingine usalama, zote zina usalama. CRDB Samia Bond kama nilivyosema, yes, CRDB ana act as a custodian kuweza kuzilinda, ni kama ana act part ya escrow. Escrow kielewa maana escrow ni kwamba third party ina manage pesa zako kulingana na mtu mwingine asiweze kuzimisuse. Kwa CRDB ni kama custodian, anahakikisha kwamba zile pesa zinazopokelewa kutoka kwa wawekezaji zitafika katika hiyo miradi husika ambayo TARURA wameweza kuisuggest. Okay? Na cha ziada ni kwamba pia wana guarantee hiyo savings za watu za kuwapa hizo bond. So CRDB kama CRDB Samia Bond inakuwa very friendly, na pia inasimamiwa na mamlaka ya benki na mamlaka ya CMCA ili uweze wewe kupata faida zako kiusalama zaidi. So baada ya hayo yote umeweza kuelewa kuhusu CRDB Samia Bond na Mwekeza, kati hapo ipi bora? So kwangu mimi naweza kusema kama unahitaji uwekezaji wa muda mfupi na kuweza kutoa na kuweka pesa kwa haraka bila changamoto yoyote, basi Mwekeza ni nzuri. Lakini kama unahitaji guarantee return, yani guarantee return kwa muda mrefu, maana wamekuhakikishia watakupa 12%, basi CRDB Samia Bond ni yenyewe. So asante sana. Kabla sijamaliza, please like na subscribe the channel. Please support merchandise yetu Washindi Mug and Washindi T-shirts. Washindi Mug kwa kiasi cha 30,000, Washindi T-shirt kwa kiasi cha 35,000. Unaweza kutoa order chini, namba utaiona hapo ni 0752855067. Na pia kwa wale wanahitaji consultation kutoka kwangu, nafanya online na 1-on-1 physical. Online kwa session ya dakika 30 ni shilingi 30,000. Kwa dakika kwa lisali moja ni shilingi 80,000, na masaa mawili kwenda juu ni kwa shilingi 200,000. Ukitaka 1-on-1 unaweza kufuata sehemu yote ulipo. Kama ni ndani ya Dar utachajiwa 100,000 kwa lisaa, na kama uko kwa masaa mawili 200,000 kwa zaidi ya masaa mawili. Na kama uko nje ya mkoa rate zinabaki vile vile, lakini kuna gharama ya ziada ya usafirishaji ambayo tutakubaliana kati ya mimi na mwekezaji. So asanteni sana kwa kunisikiliza hii video. Please like and subscribe, tuhakikishe hii video inafikisha zaidi ya viewers 10,000. Asante sana mashabiki zangu support. See you to the next one. Ciao.